Sasa ninamuita Mheshimiwa Madam President wa LSK, Madam Faith Odhiambo. Faith Odhiambo, mimi ndio nilikuwa rais ya mawakili nchini, na niko na tu jambo mbili. Jambo ya kwanza, tumeona vile wamama wetu na watoto wetu wameuliwa na maneno ya GBV. Gender based violence inaenea. Ile maneno ya ule kijana alibakwa na pia macho yake akatolewa. Law Society of Kenya iliingilia kuhakikisha wametafuta mahali anapelekwa na apate haki, na tunaendelea kuona maneno ya GBV ikiendelea na femicide. Tunauliza, report nilikaa kwa hiyo task force tukapeleka, wamefanya nini tangu tumalize hiyo kazi? Wamefanya nini tangu tumalize hiyo kazi? Tunataka kuona mikakati imewekwa. Ukianza kufanya ripoti polisi, wanachukua hiyo hatua na wanasaidia mwanamke hadi aweze kufikisha kesi yake kwa DPP, na mawakili wako tayari kusaidia. Na pia tunataka kuhakikisha hizi maneno zinahairishwa kotini, si wakati kila wakati unarudishwa na tena unaanza kuambiwa mshtakiwa amepotea, hebu mtafute. Hakuna kitu chungu sana kusikia kwa shule amebakwa, amepata mimba, ametoka shule, jirani alimbaka na anaambiwa mshtakiwa amepotea, mwende mtafute. Je, mtoto atatafuta mtu wake mwenye alimbaka tena aende kumtafuta kweli? Inawezekana? Hii ni kazi ya serikali yetu, wanafaa kutatua. Na ya pili, maneno ya abductions inaendelea kwa hii nchi. Tuko na katiba mpya yenye inafaa kuhakikisha watu wetu wote wanapata protection ya polisi. Tunakumbuka vile maandamano zilikuwa zinafanywa, hata hapa Kisii wa vijana wetu waliuliwa. Tukafanya report kama Law Society of Kenya na Amnesty International, ikapelekwa IPOA. Je, mmesikia watu wameshikwa hadi leo? Mmesikia watu wameshikwa hadi leo? Wanaendelea kukaa kwa hizi police station wakiwaangalia na wakicheka. Baadaye unasikia serikali inasema hakuna watu wanafanyiwa abduction. Hakuna abduction Kenya. Watu wanajiokota na kujihusisha. Je, unaweza kujishika ujiweke mapigu zingine kwa gari wewe ujipige na basi tumoja tunakupata mwili yako? Tunasema stop. Abduction must stop. Abduction must stop. Serikali hii kuendelea kujidanganya. Polisi wafanye kazi yao. Polisi are independent from the government. Polisi hawafai kufanya kazi ya kwenda kufanya siasa na serikali. Maneno yao ya kuhakikisha wanaiba, wanachukua maisha ya vijana wetu, wanachukua vijana wetu wakipigania haki, lazima yaishe. Tumesema abduction must stop. Abduction must stop. Na kama kusupport wanawake nasema na kusupport Kibageni tunawapea 50,000. Asante sana Madam President. Takole tibia moilia terango bia takone kia maganama ya ngore abductions na wangina kuruaniwa. Asante sana Madam President. Wanasema Madam President, kina mama wamesema hapa
wataenda kuambia wazee wawache mambo ya vita kule nyumbani, na wamesema watachunga watoto wao wasichana, mambo ya rape iweze kuisha katika jamii yetu. Sasa ningependa kumwita Mheshimiwa Dan Mwashako ambaye pia ni incoming governor kutoka kule Taita Taveta. Ililiata. Asante. Kisii hoye! Hamjambo? Basi itifaki yote ikizingatiwa, wakubwa wetu walioko hapa, mimi najulikana kama Dan Mwashako, natoka Taita Taveta, mbunge wa Bundanyi, na mimi katika Linda Mwananchi nawakilisha Pwani, na nimetembea na Linda Mwananchi kwa sababu nyingi sana, lakini leo nimekuja hapa Kisii ili kuthibitisha neno moja ambalo Mheshimiwa Kibagendi amekuwa akiniambia kule bungeni. Sisi kule Pwani tuko one term. Hapa Kisii, hebu nione mko one term. Hebu nione one term hapa Kisii. Asante. Mimi nimechagua kuwa on the right side of history. Hii nchi yetu ya Kenya, serikali iliyo nayo imebobea kwa mambo fulani. Imebobea, jambo la kwanza ambayo inafanya vizuri ni kuua vijana wetu. Jambo la pili ni abduction. Jambo la tatu ni wizi na ufujaji wa pesa ya raia. Jambo la tatu ni kutoheshimu katiba ya nchi. Jambo la nne ni kutoelewa na kusikiza matamanio na matakwa ya wananchi. Jambo la tano, hii serikali inafanya vizuri, ni kugandamiza uhuru wa wanahabari. Jambo la sita ni kutojali haki za jamii, human rights katika Kenya yetu. Ndio manake mimi kama Mwashako nimesema nitasimama na Linda Mwananchi ili tukakomboe nchi yetu hii. Na tunaposema one term ni kwamba mwaka ujao serikali ya William Ruto lazima iende wapi? Nyumbani, ili tulete serikali ambayo inaelewa kuongoza Kenya hii, ambayo itatengeneza nafasi za kazi za vijana wetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Sifuna, Mheshimiwa Orengo ambao tuko nao hapa, Chief Justice Emeritus ambaye uko hapa, na naomba sana muketi na viongozi kina Matiang'i, kina Kalonzo Musyoka, muketi na Rigiji ili mtupatie lineup ya 2027 ambao Wakenya watachagua. Na nina imani sisi ambao ni ground soldiers, sisi wabunge tukiwa tutasimama kidete to deliver our people to the right government ambayo itasikiza, italeta haki na haitaua Wakenya. Kwa hayo mengi, asanteni. Nipatapeleka salamu za watu wa Kisii kule Taita Taveta na kibao ya dunia kucho. Ukiendelea hivi, naona hapa Kisii kweli ni 99.9. Natoa mchango wangu kwa mama wa 100,000. Mheshimiwa Mwashako, hawa akina mama na warembo hapa wameniuliza swali. Nole people, kuja ujibu. Wanauliza uko people? By the way, unayositelea maaifu yangu anafuatilia hii kitu live, na ameniambia nisitoke Kisii na mtu. Ameniambia kabisa nisitoke Kisii na mtu, lakini I have young brothers from Taita Taveta who are married here and have sisters ambao wameoleka hapa. Asante sana. Sasa ningependa kumkaribisha ndugu yetu
sisi tunamuita red card, Mheshimiwa Joshua Kimilu Ekeriato. Asanteni sana. Harambee! Mimi nikisema harambee nataka kuona mzuri wa hapa. Harambee! Asanteni sana. Mimi naitwa Joshua Kimilu. Mimi ni mbunge wa Kaiti kutoka kule Makueni Ukambani. Na sisi huko Ukambani tunasema ni wanta. Na siku ya leo nilikuja hapa kupitia mwaliko wa rafiki yangu Kibageti, ambao wakati alikuja bungeni alinipata kwa hiyo bunge, kwa sababu mimi ninachaguliwa mara ya pili, na nikapata ni kijana ambao ni kijana anajua kufanya kazi. Miswada ile imeleta huko bungeni mingi sana. Kwa hivyo nyinyi watu wa eneo hili na washukuru sana kwa kuunga huyu kijana mkono. Mtamrudisha tena. Mtamrudisha tena. Kwa hivyo tuseme 5 tena. Kibageti 5 tena. Usiniambie tu utaniambie 5 tena. Kwa hivyo hilo nataka kusema kwa sababu tuko na mambo mingi. Mtakuona hapa sisi kama lile wananchi tukiwa na hii timu yote tutahakikisha tumesimama pamoja na viongozi wale ambao wanaamini ya kwamba Kasongo anapaswa kwenda nyumbani. Ninyi mnaona vile Kasongo ametusumbua. Katika hii serikali ya Kasongo ameharibu uchumi, mpaka hata ile mandizi mlikuwa mnauza hapa Kisii amepata faida inayofaa. Pia Kasongo ameoa vijana wetu. Saa hii tunaongea kuna vijana ambao wako ndani hawajulikani mahali walipo, na ni kupitia kwa hii serikali. Umeona hata PS ameoa kijana wa mtu. Hiyo ni kumaanisha hii kazi ya hii serikali ni kuua vijana yetu. Unaona vile hali ya maisha imekuwa ngumu, vile wametusumbua wananchi. Kwa hivyo tunasema hii serikali iende nyumbani, na kwa sababu na ameshinda kuwa vijana, anataka kuwa vijana wetu. Mimi nataka kumpatia red card on behalf of wananchi. Harambee! Harambee! Na kwa hayo mengi, kwa sababu mimi napenda wamama, mimi nafurahia kukuja huku kama wa Kisii. Ndugu yangu ameoa Mkisii, kwa hivyo mimi nikiwa hapa niko kwa Wagonua. Umenikaribisha. Haya, kwa hayo mengi nataka kupeana mchango wangu wa 100,000. Asante sana. Sikia Mheshimiwa Kimilu amesema anapenda wamama, sivyo? Asante sana. Sasa tunaendelea. Ningependa sasa kumuita ndugu yangu wa hapa nyumbani, Engoko ya Buga. Asante DJ. Kwa wale ambao hamjui nani ameimba huo wimbo, anaitwa Embarambamba. He is my constituent. Abantu bamitumbi ya mole Momalete na Kigoro Mama yatoka tena kwana Mole Chingulu na nila lwebesa Engoko ya Buga Nchekura ngeya Bas Simona, hiyo ndio national anthem ya Kitutu Masaba. Nikiimba hiyo hivyo maopponent kura imeenda. Kwanza asante Kibageti kwa kutualika hapa kwako. You are my brother. Tunatembeanga pamoja tangu tuingie bungeni na tutaendelea kutembea pamoja. Kwa hivyo ningependa kuchukua huu wakati kuwashukuru wageni wetu wote Walinda Mwananchi kwa kuja leo
tuweze kumsindikiza ndugu yetu hapa, yaonekane pia ako na marafiki. Na akina mama nyinyi lazima tuche simole. Kwa hivyo mama, sisi tunawaamini. Serikali iliyoko leo haiwaamini hata kidogo. Ndio maana mnaenda hospitali lazima ubebe pesa. Mko na pesa? Mko na pesa? Hii ni serikali ambayo inawaidia, ikiongozwa na mwizi namba 1, na tumesema yeye amalize yake 5 aende, si ndio? Amalize aende, kwa maana asikizi. 2024 vijana walimwambia aache kupoteza pesa kwenye usafiri wa mandege. Hii masiku angali hapa Kenya wiki moja, akifika unamsikia miladi mahali anafungua project ya ukora tena anarudi. Wewe William bwana, kama unataka kuwa air hostess tuambie, kuna ndege Kenya yao isiko na nafasi, tukupatie huko uchape kazi. Sisi tuko tayari kukomboa hii taifa. Na leo tumekuja hapa Kisii. William, kama hii kijana yako msumaa hii amekuambia yeye ndio taa, ajue yeye ni msumaa, tunaingia pale tuone kama atatusimamisha. Kuna mtu anaweza kusimamisha Kipageni? Eko Koreni, Orengo, Babu, Barongo, Sifuna, Onyonka, Muranga, Washako, Chief Justice Emeritus, asante kwa kujiunga na sisi. Nimekuwa nikitembea peke yangu kwa hii timu kutoka Nyamira. Thank you for joining me. Sasa tuko wawili. This is a good show. Nimalize viongozi. Nilipokuwa nakuja nimetoa ujumbe kutoka kwa msemaji rasmi wa Umo Gusii. Sio ule mwenye anajitaja kwamba ni yeye. Kuna ule Umo Gusii walisema ndio msemaji wao na kiongozi wao ambaye anaitwa Fred Matiang'i. Ameniambia niwaambie karibu sana. Karibu sana hapa Gusii, because we all have one purpose, a better Kenya. Na tutatembea pamoja, tutashirikiana, tuone kwamba tumetengeneza taifa ambalo linafaa Wakenya wote. Kwa hayo mengi na machache, kwa niaba ya watu wa Kitutu Masaba na kiongozi wetu Fred amenipatia shilingi 1,100. Na nje na amentie emironge 5. Kwa ujumla shilingi 1,150. Asanteni na wageni wetu, karibu. Takole tibia. Ilia tango naende. Ndiyamuno ngoko. Ikute nengoko na Barongo kurugusiga etora ile no mheshimiwa super seka no hotora Selinda mwananchi togo kolega asiamo. Sasa nimkaribishe msemaji wa Linda Mwananchi ndugu yetu Karoli Omondi. Wanagetinge kwa kile wanagetinge mure. Asanteni sana abantu babinto. Mimi ndio Karoli Omondi, natoka kule Suba, na tulikuwa hapa miezi mbili zilizopita nafikiri. Leo kwa shughuli hii niko na furaha sana. Ningependa kusema machache. Ya kwanza ni kukaribisha Chief Justice Emeritus Mheshimiwa His Excellency David Maraga kuwa na sisi.
Hiyo ni kitu mzuri. Ya pili, ningependa kukaribisha Gavana Mheshimiwa His Excellency Irungu Kang'ata kuwa na sisi hapa. Silinda mwananchi inaenda juu, si tunapanda sasa. Unajua sisi tulikuwa watu wa baba, hata nyinyi mlikuwa watu wa baba. Si tulikuwa watu wa baba? Ndio sababu sisi baba alipotuacha tuliamua tutaendelea kutembea na watu wetu. Abagusi, lazima tuendelee kutembea na nyinyi vile mlitembea na baba. Kweli au si kweli? Ndio sababu leo hii nimeleta salamu kutoka kwa marafiki wa baba. Nimeleta kusalamu kutoka kwa President Uhuru Muigai Kenyatta. Nimeleta salamu kutoka kwa Kalonzo Musyoka. Nimeleta salamu kutoka kwa Fred Okengo Matiang'i. Nimeleta salamu kutoka kwa wale watu wote walihusiana na baba, wakina mama wakiongozwa na Charity Ngilu na Martha Karua. Na sasa tumeamua kuendelea mbele, tutatafuta marafiki wengine mpya ili tushinde huyu mjamaa ametesa Wakenya miaka hii yote. Si lazima tutoe Zakayo, si lazima tutoe Zakayo. Ndio sababu tutaleta milima yote, tukifanya kazi na Irungu Kang'ata, tukifanya kazi na Rigiji, tuunge serikali mpya mwaka ujao. Sisi hatuogopi. Nataka niwaelezeni hivi, Kenya hii tumekuwa na serikali ilikuwa inaitwa kleptocracy. Serikali ya kleptocracy ni pale viongozi wanatumia jumla ya ofisi zao kuiba mali ya raia, kupora mali ya raia, kunyakua mashamba, kunyakua misitu. Hiyo inaitwa kleptocracy, serikali mbovu. Na baba alipigania hiyo kitu, alikataa miaka hiyo yote. Na baba alipotoa ODM ilizambaratika mara mbili. Sisi Linda Mwananchi tuliamua kulinda urithi wa baba. Wale watu wa peremende, Linda tumbo, Linda ground, watu wa kupewa pesa kidogo kidogo, walienda pande ile. Na mmoja wao ako hapo Kisii, hawa watu wa kulinda tumbo. Mimi nataka mfanye hivi Abagusi. Huyo simba mtolee meno, aanze kunywa maziwa, awachane na mambo ya nyama. Wangapi wanakubaliani na hiyo? Nione kwa mkono, nione kwa mkono. Simba atolewe meno, atolewe meno. Asanteni sana. Sasa mtanikubali kama spokesperson wa Linda Mwananchi niongee kizungu kidogo. Kenya is now being ruled by Ruto under a political system called kakistocracy. Kakistocracy is a government of bad men, by bad men, for bad men. That is a government that is led by unscrupulous fellows, least qualified criminals, not for the welfare of people, but for the welfare of criminals. We now have a criminal enterprise called a government in Kenya. And going forward, Kenyans, we must unite everybody to remove this kakistocracy. Unanielewa? Hiyo nataka ifike mpaka America, Trump pia aelewe. This government, they steal your money for medicine, they steal your money, tax money, lying to you, they are building houses, then over the weekend, they come and try to give you that money as handouts. They call you for an event like they did with Cecil Ouma jana. They call you to a vehicle, government owned, government controlled, they shoot you in that vehicle. Then they call you next week to say, we will compensate you. Nasema hivi, hii serikali ya kakistocracy ya Ruto lazima tuivunje, kwa sababu imeleta dhulma kwa raia wa Kenya wote. Kila weekend ile pesa wamepora kutoka kwa SHA, wanakuja wanataka kupamba kina mama wajipange kwa laini
kama matiti ya nguruwe kupewa pesa ndogo ndogo inaitwa empowerment. Hatutaki hiyo pesa, lakini ukikutana na wao ile bei wamepiga ya 500 ya kila mtu, mchukue mwende kwa mfuko, alafu waambie wow. Asanteni sana, mimi nimewaletea hapa shilingi 1,100 na kimwaiwe yesonge kyo beunu hiyo Kizungu no. Umeelewa hiyo Kiingereza?